Jesus. Wewe nani? Ila jirani. Jirani. Mambo ya Mbangunju ngwa. Mashallah. Jirani. Basi tumtetane. Bwana hapa mimi si hana. Hata akisema 200,000 kodi mwenye nyumba tu tunalipa. Pale yote. Mashallah. Sasa anachezesha. Umeona? Unasikia? Sasa hapa inabidi tukanunue vitafunwa. Twende pale kwa mama tukachukue miogo pale. Sawa. Mke wangu. Nakutaji ndani. Vipi kaka, shwari? Sikia basi salamu utawekwa. Tuna ugomvi na wewe. Kodi yenyewe ulipi kwa wakati unajitia mnane huko kaka. Jamani roho mbaya huyu. Kicha iko kaka si kweli. Jirani. Ila jirani. Sirudi Tabora. Tunaona si maensa mwa huko kwa maensa mwa wapo. Sisi ni maensa mtukosa matunzo. Ila jirani. Vipi sasa yule kule? Mambo ya Mbangunju ngwa. Ya uwasa mikono na nawa. Ola ya danga kuliko huyu chawa. Bwana ya uwasa mikono na nawa. Ola ya danga kuliko huyu chawa. Ususi fanani pamba misikatai. Wakina lajifa wakinona nani bahai. Napata sifa mitaani na hivi nyinyi mnanichukuliaje mimi? Sisi tukuchukulie wewe. Hivi kuna kitu umemchukulia jamaa? Hapana. Kwa kipi labda nikuchukulie wewe ambacho wewe unacho mimi sina? Kipi? Vitu vyote ambavyo unavyo wewe na sisi tunavyo kama wanaume wenzio. Tukuchukulie nini? Kama ndevu mimi zinaota hizi muda si mrefu. Ni swala kusubiria muda tu. Kwa kipi? Kinachofuata hapa ni makofi. Hapa kuna jambo limetokea. Na humu ndani tunaishi sisi tu hapa. Kuna nguo ya ndani ya mke wangu ilipotea. Apotezaje nguo ya ndani? Nguo ya ndani wewe. Wewe unakamata kupigwa makofi kabisa wewe. Unapotezaje nguo ya ndani? Hebu kamlete kwanza, kamlete. Kamlete. Uzembe apoteze nguo ya ndani kweli? Kuna nguo za kupoteza. Yaani wewe baki au zote zimepotea? Funka! Mimi si mnajifanya wapumbavu. Mimi mpumbavu alafu nina vyeti. Kwa swala vyeti bwana usitutishie bwana, sisi wenyewe tumesoma bwana. Tusema tuanze kutoa vyeti vyetu tutembee barabarani. Kuna watu mtaiona nchi sio yenu. Sisi tumesoma. Chini. Na kwa namna unavyolikazia hili jambo, upumbavu hawezi kufanya fani. Mimi naamini wewe ndio umefanya. Mimi naweza. Mimi naweza kabisa. Siwezi kusema mimi ndio nimechukua. Lakini naweza kuchukua. Yaani usijidanganye kabisa kwamba mimi siwezi. Naweza kaka. Inawezekana kwa kweli kama mtu. Lakini na wote tuishie vyeti bwana. Si wenyewe tumesoma swala kusoma. Sana. Sasa swala ni moja. Mimi natoka. Nikirudi hapa. Nataka hiyo chupi ionekane. Sasa kwa mfano usipoikuta hivi, kwa mfano usipoikuta swala chupi kaliko mali tutaweka poteza isi hadi aliyepoteza. Sasa kwa mfano ikitokea hiyo nguo imerudi hapo ikajipoteza yenyewe tena, hapo sasa tutulaumu? Atatulaumu sisi na imeamua yenyewe kupotea. Bwana mambo mengi tusisingiziane bwana. Mambo ya Mbangunju ngwa. Ulichukua saa ngapi? Ulichukua saa ngapi? Wewe haya mambo yana utaratibu, sisi tuna vyeti, tuna professional. Jirani. Mambo ya Mbangunju ngwa jirani. Karibu. Karibu jirani. Umefikaje hii? Uchawi upo jamani. Sasa bwana niulize mume wake hii size.
Nafika huku. Unakutana naye? Sasa nakufa tu hujapewa. Je, ukipewa wewe itakuwaje sasa? Anaanza kuonyesha. Ameniita. Akuja. Wewe si wewe. Tutawekwa. Utakule kuna wauni unaenda kupiga mtungo. Ya kweli. Tuingie tujishikilie hivi. Ya wakaya yini hakili la hii. Paka na de. Kumbe mleo. Karibu. Hebu rudi hapa kwanza. Vipi, unaendeleaje? Niko salama. Nimesubiri sana hapa. Hafu ujue. Leo mwezi wa ngapi huu hamjatoa kodi? Wa kwanza nikatulia. Wa pili nikatulia. Hii nyumba ni ya kwenu au ya kwangu? Ya kwako wewe baba mwenye nyumba. Ila sema sasa hivi maisha magumu. Mume wangu hajapata hela. Ndio maana sija kupela. Ila usijali, mwezi huu utakupa. Ili ajani ajia hela ya kodi. Kila siku mnakula bata, mnakula vizuri. Mimi nakula mlenda na kamuke kangu huko. Paka nimeshindwa kunenepa. Ninyi mnatoka mashavu niha kama paka wa dukani. Wao mnataka kuniambia hamna kodi ya kulipa eh? Oya, you know about something like that? Oya, kama nimerogwa tena au kama nimetoroka milembe chizi. Oya, sisi machizi kinoma noma mwanangu. Wewe, huu wizi umeanza lini? Rudisha simu ya dada. Mimi sijachukua simu. Unachukua simu hii hapa tunaiona. Oya, simu hii hapo tumeiona mwanangu, umechukua tutakuzingua. Wenzio wakipiga dili haramu zinatiki. Wewe ukipiga unakuwa fundisho kwa wenzio, ndio nyinyi sasa. Nataka tukuonyeshe. Rudisha simu. Wewe sisi hatujui mwanangu, tutakuzingua. Leta simu. Leta Simu yangu sasa. Wewe vipi? Wewe bwana, mrudisha simu ya dada tuletee nani? Oa. Acheni masiala ujue. Unatujua vizuri sisi. Sasa nikujue nani? Wewe. Rudisha simu. Nikujue wewe nani? Wewe sisi hatujui mwanangu, tutakuzingua. Leta simu. Leta simu wewe. La. Yatishika. Kaoga. Watu mchenjie. Hebu rudisha simu bwana. Oa, hebu niachie. Simechukua hii simu, najifanya nyewe wajanja. Tutajuana. Nishawakamata ni sura zenu, afu je namba zenu nyinyi. Usijali. Ila tutakupa. Mume wangu akipata tu tutakupela. Hata usijali. Wewe, hebu rudi huko kwanza. Mimi sitaki shetani atawale katika mwili wangu. Hebu chagua moja kati ya haya mawili. Utanganye mbalika zako na mabegi nikusindikize au mtoe kodi yangu. Ukiachana na kodi, ni kitu kingine kipi ambacho nakitaka kitu kizuri niko? Sitaki vitu vyote, mimi nataka kodi yangu. Amna baba mwenye nyumba, wewe baadaye njoo, lazima tu ataacha hela. Na sipoacha wewe njoo, mimi nipo. Umeshika mimi utanisababishia pressure. Nzio na kifafa nilikuwa naanguka miaka ya zamani huko. Kipindi kile tukiwa na akina Magufuli. Paka bupa lokawanga. Sikia nikwambie. Baadaye mume wangu asiporudi na hela ya kodi, wewe njoo nitakupa kitu kizuri. Kwani kuna kitu kizuri cha kunipa zaidi ya kodi yangu? Kwa mna kitu kizuri cha kukupa zaidi ya kodi? Basi ninachokuomba kitu kimoja. Mpigie mume wako sasa leo asirudi. Na sifanikiwa alikoenda ili mimi nije. Sawa, sijaliwe baadaye njoo utajiandaa kwa ajili yako. Mama ukinidanganya. Nikakuja nikakuta jamaa limejilaza humo. Nitakaje kufanyia? Yaani kawerero akakurukabiga shaima. Wewe njoo baadaye mimi nakusubiria. Basi poa. Mimi nakuja. Jiandae kutoroka. Sasa wewe unatutisha.
Sisi tuna ushirikiano, tukiamua tuishai kukalia kiti cha mwenyekiti. Tukakalia mpaka kaamua kutafuta kigoda kingine. Wewe tutishe sisi. Hatujui sisi huyu. Uchezeshe. Ushai kukutana nawe? Naitwa Snake Boy. Nani wajanja sana. Anatutishia huyo. Wewe, wadafutai tumsainishe kwanza. Saini. Au asaini kwenye simu? Saini kwenye simu. Wewe inabidi tukusainishe uingie kwenye orodha ya wauni ambao wakipuuzi una lolote. Ngoja kwanza, ana namba ya NIDA? Una namba ya NIDA, una kitambulisho kwanza. Nusa kiatu kwanza. Unanipush. Akupushi. Chana naye mwoga yule bana, chana naye. Mwoga. Na yange kaza, unajua kaza kidogo mimi nilikuwa nakimbia. Wala alianza kujinyea niko. Mashallah. Mambo safi. Mambo ya Mangunju ngwaya. Vipi, hii simu ni ya kwako? Yeah, ni yangu. Sasa ili tuthibitishe, toa lock. Unaona? Goli ni ya kwake bwana. Sasa kama ni ya kwako ili tuthibitishe, kuna namba tutakupa hapa uweke. 07 74 50 75 81. Ipige hiyo namba. Imeita? Sawa. Tula. Sasa dada, sikiliza. Hakuna msaada ambao hauna malengo. Sisi tuna malengo yetu. Mambo ya Mangunju ngwa. Si mzito. Asanteni lakini. Sisi ni watoto wa kitajiri, tunakaa pale. Na hapa tuizaliwa wawili. Tuna mali, sasa usishangae kwa mavazi hapa. Lakini mmefanana. Wewe mtu wa Bahresa ni mtu mmoja. Mtoto wa kitajiri sana. Haya. Asante. Haya. Tuna safari moja? Sawa. Jamani, namfukuza chawa. Namfukuza chawa. Usiku wa leo namfukuza chawa. Ni mwenzenu namfukuza chawa. Unanipamba misijagata. Unamjana vimba nikiwa kwa kita. Na watia adabu wanaume wada. Mademu wanashoboka uko Instapakara. Hii ndio nini kuzalilishana, kumwagiana maugali namna hii, mke wangu? Nini ya nini? Nini kuhusu nini? Nini vipi? Nataka pesa za kodi hapa. Tena mimi si punda. Mimi ni mtu na nina nguvu zangu, sio mimi ndio kina nikihangaika, kina nikija hapa ukizichukua pesa ukizihoga. Bwana mkubwa, hunijui vizuri wewe? Natoka kwa Tupemba naaga ninakuja tafuta huku. Sasa kuja huku mimi ngaja nikauza sura langa janga angalia magorofa ya Kariakoo. Ukome, nataka utoke hapo na kwa tozo ukanichukulia pesa, maana nazisikia tu habari hizo, na hili nitalifanyia kazi. Hili nitalifanyia kazi, maana nina uhakika ndio huko ukiwabania pua, halafu ukija hapa mimi ukinitolea rasta kinyaa. Kila nikitembea kwa wapangaji huko wananidhulumu tu. Yaani kila mtu anasema kila kesho. Sasa wewe nikija kukueleza hapa. We koma. Sio mimi ndo nikahangaike huko. Mfanye mambo yangu, mfanye biashara, halafu uzichukue pesa uzihonge. Sikiliza, nitakacho hapa pesa ya kodi. Sijui unisikia? Mchina. Naam dada. Unanikimbia unaenda? Kuna hela pale, nilikuwa ni kama nimefananisha kitu kama hela. Sasa nitaka nikaiangalia kama ni kweli au vipi. Maana muda anatembea niko kama ni yenyewe. Nataka nikaiangalia. Kwa muda tu uko hujaiona ulivyoniona mimi tu umegeuza kwa unaenda kuangalia hela. Yaje tena la. Asa nisikilize. Nenda kanjazie gesi. Dada, lakini silikuwa naenda.
Kwani shida nini? Nenda kajazie gesi, mimi kule nimeipua chungu, nataka nikapike. Nayo kutuma tu kama Wahindi. Mtu umemuona, hujui kwanza nilikuwa naenda wapi. Umeona? Si uende tu dada. Bwana nisikilize, naomba uende ukanijazie mtungi umeisha. Haya. Basi sana naomba hela basi. Hela mimi hapa mkononi sina, hela nakutumia kwenye simu. Utume na kutolea. Usuela hilo ni jukumu langu, nitakutumia mpaka na kutolea. Sio ya kutolea tu. Yaani fanya kama wewe Bolt. Ongeza na cha juu. Sababu hapo mimi naweza nikapanda bodaboda, siwezi kubeba mtungi hivi peke yangu. Unavyopenda hela kama mfuko. Unavyopenda kutuma kama Wahindi. Kesho ile nyumba yao, wasaidia mchanga bula, wasaidia matofali. Mama nimekoma. Sasa sikiliza. Nataka unyanyue kwa tozo hivi sasa. Urudi ulikotoka, ukanichukulie pesa ya kodi. Sijui unisikia? Tena nataka pesa yangu mkononi. Takupigia, uliona hili? Takupigia moja tu likongoroke lote. Majirani. Kama wewe nitaka muone wewe jirani kanchomoza pua. Naanza kukutwanga wewe na majirani hizo. Wanitolea ndevu utasema ngani brasheti tatu hazina ushirikiano. Na kama huniletea pesa hapa naanza kukuhamisha wewe na wapangaji uliowaeka. Embe kwa kizungu mengo, kwa Kifaransa mapengo. Nataka unyanyue kwa tozo ukanichukulie pesa. Hilo ndo nitakalo mimi kuja tafuta, sasa kujaza magorofa, sasa kujaza watu wapitao. Kenge mweusi we. Sawa mama. Nielewa. Tena naingia ndani. Humu ndani huna ruhusa ya kuleta kwa toyo kama huna pesa mkononi. Sijui wanisikia Huna ruhusa ya kuleta kwato kama huna pesa mkononi. Sasa ole wako, mimi niingie ndani na wewe ujichanganye. Uje ndani halafu huna pesa yangu utizame. Takutwanga ile sufuria aliona hili. Takupiga nalo moja tu likongoroke lote. Tena ukisema ndo unyanyuke. Ukikaa kitako. Kama kweli ukioa wanawake 10 wa hivi. Vinachanganya maguru gani tunaje? Bwana nenda kanjazie gesi. Sawa. Beba gesi basi. Wewe nani wewe kuwa na heshima bwana. Mimi kaka yako bwana. Acha mambo ya kijinga, sawa? Nitakukata makofi. Kaka gani wewe? Mbeba bwana gesi. Vitoto vya 2000 hivi dada vina shughuli kweli. Kubeba tu gesi kinashindwa. Mbeba bwana nenda kanjazie. Sasa ndo tunabii. Huyu ndo atatuchelewesha huyu. Beba basi gesi tuondoke. Nataka uonyeshe umwamba mbele ya dadangu. Beba bwana gesi tuondoke bwana. Haya, taka mpaka kesho. Hapa tusipotumia nizamu dada. Basi ngoja tunitumie nizamu. Kwa mwanangu naona nashindwa kubeba gesi kweli. Kwa hiyo ulitaka kunizalisha mbele ya dada yako, si ndio? Acha ujinga, acha umama. Tuseme tumuite mwenyekiti aje akague hapa. Sitaonekana wewe ndio mama umeshindwa kubeba gesi. Hebu acha mambo ya kijinga bwana. Twende kajaze gesi tumpelekea akapike dada yako. Haya. Anya watoto 2000 hao. Yaani wewe nchi tu mwanangu kubeba kweli gesi? Wewe umeshinda nini kubeba gesi? Basi sawa. Nimepata wazo kidogo. Tuibebe hii gesi tuipeleke tu pale kwenye mitungi ya gesi ile pale. Alafu tuchukue tumpelekee dada yako akapike. Bwana wewe. Twende kwa tutajua itakuwaje. Ila twende tupeleke kwanza pale. Tuchukue tukamjazia anataka kupika na sisi tunaenda kula huko kwake. Wewe si wewe anatuma tutakula hiyo. Twende kwanza tukaiache pale gesi. Hapo hiyo tutajua tunafanyaje. Una mchongo? Itapatikana. Wewe. Twende. Unanipamba misijagata, unamjana vimba nikiwa kwa kita, na watia adabu wanaume wada, mademu wanashoboka uko Insta pakara, sema tatizo na mambo mengi ndo unapoharibu malaki damara ome unataribu. Sasa hizi mume wangu nzuri. Hivi unaweza kuniambia kwamba kwa nini jana hukurudi nyumbani? Ndio, naweza kukujibu. Sawa, ila hakikisha kwamba hauniongopei. Mke wangu,
kuna kipi kilichopungua humu ndani ukiachia uwepo wangu? Hakuna kinachopungua mume wangu, ila uwepo wako ni muhimu sana hapa nyumbani na unaelewa hiyo. Sasa hiyo ina maana ya kwamba natakiwa nisiwepo hapa nyumbani muda wote ili niweze kutimiza mahitaji yako. Ndio sababu wakati mwingine naweza kulala nje ya nyumbani. Ni kweli uko sahihi na unachozungumza, ila mimi napenda sana ukifika muda wa kurudi nyumbani basi tuwepo hapa nyumbani. Halafu mbona hii tabia inajirejea mara nyingi sana? Lakini mume wangu, mimi ni mkeo tena wa halali na nina wajibu wote wa kuhakikisha kwamba muda wote ukifika kwa nyumbani basi tuwepo wote nyumbani. Ni kweli, lakini mahitaji yako ni bora na ni muhimu zaidi ya uwepo wangu. Au unasemaje? Nibaki ndani uendelee kufurahia uwepo wangu, alafu tubaki na njaa, ushindwe kuvaa na kupendeza? Itakuwa sawa? Sina maana mbaya mume wangu. Ingia haraka haraka wewe. Ngoja. Inaita. Ila tujue nakupenda sana. Sio mara zote nitafanya vitu kwa kukupa taarifa. Vitu vingine vya kushtukiza kama. Leti niongee naye mimi basi, wewe hauna swaga. Mimi na swaga bwana. Swaga wapi wewe? Juzi ulimtongoza yule demo anauza chips pale ukamkosa hivyo wewe kwa swaga zako za kijinga. Sasa alikuwa ni yule, kwani huyu ni yule zitaendana? Nimeshabadilisha utaratibu, nabadilisha content, ukikata na nimekata. Kakata. Wewe una swaga, hebu nipe. Watu wenye swaga zetu ndo sisi tupo hapa. Na swaga gani wewe? Wote tuko single, tunapuyanga kila siku, tupo single tu hapa. Piga basi haraka. Inaita. Ni sawa. Ila kama kuna mahali nimekukwaza, naomba nisamehe. Ila jua kwamba wewe ni muhimu sana katika maisha yangu na ukaribu kwangu unahitajika sana. Naomba usome. Kapokea. Halo. Kutoka halo. Hata swaga, acha kusikiliza. Nani umesikia? Yani umesikia? Nimekumisi sana mpenzi wangu. Nimekumisi na tulivyokutana jana nimeenjoy sana. Asante sana. Baby, mliona naye jana, si leo? Kumbe ushapata mbadala wa uwepo wangu. Inapendeza. Kwa hiyo sio lazima muda wote niwe nyumbani. Hata hivyo, mimi nikutakia kila la heri. Endelea kuenjoy na hawa wanakupigia simu. Mume wangu. Mume wangu. Mpenzi wangu kiaje unasema? Mtongoze. Mbona umekata? Unaona swaga gani hizo naambia mpenzi wako? Sasa si natakuwa ashajua kama mimi ni mpenzi wake? Yaani itakuwa anze kumtongoza, mwambie unampenda. Ngoja basi nipige tena. Mpenzi. Nipige tena au? Sasa unanilaumu nini? Wewe swaga ulizozitumia unaona uko sahihi. Hata wewe ungeambiwa sasa unaanza na mtu anakuambia mpenzi wako bado hujamtongoza, si ungeshtuka? Sasa nipate tabu ya nini ya kumwambia tena? Yaani kaona swaga anatongoza na watoto kabisa. Sasa wewe una says takafulawa walai. Apiga tena. Ndi dada wewe. Dada. Sasa tunafanyaje? Gesi. Hiyo plani yako jisema wewe au tukachukua hiyo gesi basi kabisa. Tukajaze gesi. Bwana tumblock bwana. Umblock? Na tumkatie. Sasa itakuwaje kuhusu gesi yake? Shika simu ile ukionekana wewe umekata wewe. Wewe baki na line basi. Wewe.
wakitraki watu wanikute nao mimi. Wewe ndo sehemu ni ya kwako. Shika basi wewe ya kwetu. Wewe nani wewe? Ya kwako hiyo. Bwana jauwasa mikono na nawa. Hela nimeshaiona imefika. Kwa hiyo sasa nisikilizeni. Kati ya wenyewe wawili mjichague. Mmoja hapo tuingie ndani. Kwa sababu 20,000 siwezi kuwahudumia wote. Si mnanielewa? Sasa mbona mwanzo ukisema hivyo kabla hatujatuma hela? Tunaruhusiwa kucash out. Turudishe tu muamala. No. Stop talking. What do you feeling dispensary about something? Why? Sasa unaona iko sawa hii. Aingeje mmoja sasa. Bwana unaona iko sahihi kweli. Michezo gani ambayo sio ruhusiwa kucash out? Sikiza niwaambie. Hii hela ingekuwa talaki au 50,000. Ningesema wote tuingie ndani. Lakini 20,000, sasa 20,000 nitawahudumiaje wote? Konye jichagueni. Mmoja hapo aingie ndani. Mmeshindwa basi mimi ndio nishachukua hivyo. Bora ya danga kuliko huyu chawa. Usifanane pamba. Mbona kama haijakaa sawa? Hapana. Mimi naona huyu yuko sawa kabisa alichokiongea. Hapa inabidi tuchague mmoja kati yetu aende. Sawa. Basi nitaenda. Nianze mimi basi. Naam. Anza mimi. Ngoja kwanza. Nishakumbuka kitu. Hapa inabidi tuhesabu namba. Tuhesabu namba, atakayeingia mwanzo ndo atakayefaidika. Tuhesabu mpaka mwisho ngapi? Mwisho 5. Sawa. Utahesabu wewe. Hesabu wewe. Tuhesabu kwa Kiingereza au kwa Kiswahili? Hesabu kwa Kiswahili tu. Sawa, Kiingereza kwanza. Mambo ya bangunjo ngwa. Haya, wana Kiingereza tuweka changanya. Unaona? Tuhesabu. Sawa. 1 2. Wewe nani Fabi. Jirani. Hela gesi Fabi. Hela dada hiyo sasa na kwaje unatumia peke yako? Kama ingekuwa na ruhusa cash out mimi ni cash out. Fabi. Alafu umechawa we muongo na mbea. Ani hela gesi unaichezea hivi. Usimalize yote nitumie 10,000 yangu basi. Mchezo gani msio ruhusu kucash out? Huo ni wizi tu kama wezi wengine. Wanangu hilo moneni chawa mchina. Tumemkomesha na malina. Haya kupe chawa nafagiria majina. Tumemkataa na mambo ya kimama tumemkacha tumtaki nusu na kacha tunamwona crash and takataka. I'm London boy. Jirani. Tumekaa kwa furaha. Anakuja. Tumekaa kwa hofu. Shafika. Adu. Nikiwa kwa kita na watia adabu wanaume waja. Ado mpenzi wangu. Unaniachaje sasa? Wewe unatakaje? Ado. Unajua kabisa pale nilipokuwa nakaa nilikuwa nakutegemea wewe. Na wewe ndio kila kitu. Mimi sina muda, yani mimi sijiwezi. Siwezi kufanya chochote, siwezi kujilipia kodi, wala siwezi kula, vyote nilikuwa nakutegemea wewe. Sasa unavyoniacha mimi nitaishi. Na wale niliokukutana? Sasa Ado, wewe wale wajui.
Pale tu nimechukua hela yao kwa ajili ya siku 2-3, lakini sijafanya nao chochote. Watu wenyewe wale wajielewi. Sio nataka nijizailishe pale jamani. Agi, sikiliza nikwambie kitu. Mimi ni mtu mzima sasa. Nina macho na ninaona. Kwa sio lazima aje mtu anitafsirie kwamba hicho nilichokiona ni kibaya au kizuri. Mimi nikushauri kitu basi. Kama una uwezo wa kuchukua pesa za watu na zikakusaidia siku 2-3, kuna haja ya mimi kuendelea kubaki nayo. Hivi nyiwa kaka, mlichukua namba yangu kwa ajili ya kunisaidia au kwa ajili ya kuharibu ndoa yangu? Ni kwa malengo mazuri tu. Unajua sisi bwana tuna mpango mzuri na wewe. Mpango mzuri sana. Huyu mwenzangu anakupenda. Wewe ndo unampenda mimi tena? Mimi au wewe? Wewe ndo unampenda. Wewe sio unasema unampenda huyo wewe? Yaani tunakupenda sisi wote. Sawa. Sote tunakupenda sisi, haina shida. Hivi mnajua mpaka sasa hivi ndoa yangu haina amani kwa ajili ya nyie vichaa wawili hapa. Hatuelewani ndani na mume wangu kwa ajili ya nyie watu wawili ambao hamna hata maana, hata muonekano hamna, mumzidi chochote mume wangu. Kwa ndoa gani? Kwani mumeo anakupa nini? Si mbaba tu kama sisi. Au kuna tofauti gani na sisi? Nyinyi mnaonekana dhamira yenu haikuwa ni kunisaidia, ni kuharibu ndoa yangu. Sasa nawaomba mkae mbali na mume wangu na mimi mwenyewe na ndoa yangu. Sisi mnanielewa? Sisi upendo wetu watu wawili, yeye mmoja. Sisi upendo wetu tunashambulia huku na huku. Hebu tunaweza tusijue sana kutongoza, lakini huruma yako itumike. Tutampa nini? Sisi tunakuahidi kitu kimoja. Kama utatukubalia wote wawili, hautapata kikubwa zaidi ya mimba. Tutakupa mimba mfululizo. Hapo kwenye mimba kiukweli lazima tulifanyie kazi. Yaani hicho ndo tutaonyesha utofauti. Alafu kingine tutaongea na mwenyekiti. Yaani ajue kabisa mapenzi yetu yako wazi. Yako wazi. Hata kama mimba itapatikana masaa 24, kila masaa 24, sisi tupo tayari. Kwa akili zenu nyinyi watu wawili. Mume wangu anashinda mimi kunipa huo ujauzito mnaozungumzia hapa. Sasa bana jampa. Sawa. Anaweza kukupa sawa, lakini sasa na sisi tufikirie kidogo. Sisi tupo wawili unajua. Mioyo miwili imeunganika kwa pamoja. Imeleta distribution about something like that of the true love. So muongelea Kiingereza inawezekana Afrika huko. Yaani ajiwe kama sisi tumesoma. Tulikwambia sisi ni watoto wa Amo na Baklesa. Kwa hiyo tulisoma, umeona tulisoma. Sasa karibu kutuangalizia utaratibu. Sisi kwanza tunaishi chumba hiki kimoja. Ina maana upendo upo mmoja. Kwa hiyo wewe unakaa kwenye mioyo yetu sisi mimoja. Hata simu moja tunatumia, kitanda kimoja. Tunalala pamoja. Aise, siku ile niliwaona watu kumbe ni vichaa wa mtaa. Aise nyiwa kaka. Mmenishinda tabia. Sasa ngoja nikupashe habari ambayo hauna. Ana habari huyo. Unampenda mumewe? Mnapendana wenyewe. Hivi jana mumewe alilala ndani? Uendelea kukusanya watu wawe wengi ili ukichukua pesa ya mmoja itakusaidia siku 2-3 kabla haijaisha. Mwingine pia anakupa na kusaidia siku 2-3. Maisha yako yataenda vizuri. Bana mpenzi wangu. Ni makosa tu ambayo nimeyafanya, lakini mimi sijafanya nao chochote, naomba unisikilize. Sikutaki. Nisikize nikwambie mpenzi wangu. Asadu, mimi sijai kuachwa kizembe. Unaniachaje? Yaani unaniachaje? Age mimi nina mke. Lakini bado nilichagua kuwa na wewe. Si mjinga. Kuna sehemu tulipanga tuende kupitia akili zangu. Sikiliza ngombe. Sijaje kuachwa. Ni dhambi binadamu kufa bila kufanya kitu. Kwenye historia yako andika kwamba ushawahi kuachwa. Maana mimi sitaki ufe kabla ya wewe kuwahi kuachwa. Sikutaki. Adu. Basi wahi kurudi baadaye mpenzi wangu, sawa? Nitakuandalia kitu kitamu baby. Mimi najua vile nafanya. Wahi. Mambo ya Mbangunju ngwa. Amekaa kimya, hana jibu. Sisi tunapajua mpaka alipolala. Mpaka alichokifanya. Sasa utakao ufikirie mara mbili kuhusiana na sisi. Hivi mko serious na mnachokizungumza kweli?
Mimi mume wangu sawa kulala nyumbani, lakini mimi najua alilala kazini. Kweli alilala kazini. Alikuwa na kazi siku nzima. Na mume wangu hajawahi kunisaliti. Hajawahi kuonyesha. Ila anakusaliti. Hajawahi kunisaliti maana tunapendana sana. Sasa utakao ufikirie mara mbili kuhusiana na sisi. Kutokana na huu mtongozo wetu unaitwa Mtongozo Jazz Band au Mtongozo Entertainment Group. From people to ears. Yeah, she is beautiful, for she is prostitute. No. Hiyo no. Hiyo no. Labda tukwambie kitu kimoja. Kuna mdada fulani anaitwa Agi ambaye ni jirani yetu na yeye ni mashallah. Umeona? Tunamtaka jirani. Sasa basi jaribu kuchunguza hapo, sijui yule ndo mmewe, sijui mkewe na mume wake. Yaani yule ni mkewe yule. Sasa huyu ni mkewe na yeye au ni mkekewa? Yaani ni wakewe na yule mkewe. Mimi ninachojua mimi nipo peke yangu. Alafu kwa uzuri zaidi ninachojivunia, mimi nipo ndani ya ndoa. Kwa hiyo kama na wengine ni huko, ila mimi najua niko peke yangu. Haya, lichunguze kwa kina. Ushasalitiwa vya kutosha, sema hajakuonyesha. Ila sisi tunaamua kukuonyesha. Kwa sababu sisi tumeona bwana ni kama vile umetukataa. Sasa tujue umetukataa kwa nini? Kwa sababu sisi ni mahensam. Hadi tuchunguze lakini kwa makini sana. Na sisi ni mahensam tukiwa peke yetu. Ila wakiwepo na wengine kidogo sura zetu zinatatanisha. Ila ni mahensam. Au tukiwa jiwani. Tutakuwa mahensam. Sana. Kwa kuwa umeshindwa basi tunaamua tukuchane ukweli basi kama na yule jamaa akose na yeye. Tukose wote. See you again later together now. Okay. Au tupia takisi mara moja. Au okay, let's go my baby. Okay. No, hiyo hajakaa sawa ya baby. Ila tunaondoka. Alafu, mmeo alipata ile nguo ya ndani? Usimwambie hiyo. Hiyo usimwambie. Achana nayo. Nendeni bwana, mna kazi ya kufanya pale. Kafanyeni kazi zenu nyumbani. Sasa umesikia? Tukimpata huyu, tunafanya kama tulivyofanya kwa jirani. Hii atuhesabu. Hii kaka tuhesabu hii. Hii lazima nianze mimi. Baya hiyo. Hii tu labda tupige mtungo. Tuondoke. Haya. Tuko around. Umenikanyagia kwa demu kesako na kusomea. Watu wengine hawana kazi za kufanya, ni kuharibu tu maisha ya watu. Na kama ukitaka muo usijali nitakumegea. Wanangu hilo moneni chawa mechina. Tumemkomesha na manina. Haya kupe chawa na fagilia majina. Tumemkataa na mambo ya kimama mama. Agi, tayari mambo yasharibika nyumbani. Mke wangu anafoka vya kutosha. Hela haionekani ya wapangaji, haionekani. Sasa naiba mwenye nyumba. Wewe mke achana naye. Wewe fanya mpango, tafuta 20,000 ukampe. Sasa hela hamna, afu sina hela. Vitu vyote ninavyokupa bado nataka tu na hela. Sasa 20,000 nitaitoa wapi? Wapangaji wote mijaruko kama wewe. Wewe unasema 20,000 hauna. Hao nao hivyo na wajua vitu vyao vyote vibovu. Hayaeleweki. Bwana mwenye nyumba, achana na huyo. Magumba kwenye uborao. Shikamoo. Kuwa upate yako. Ongezeka kimo na wewe upe shikamoo kama shikamoo na yalipa. Kwa hiyo hivi ndivyo unavyokinao kidai pesa yangu Nasema na wewe hivi ndivyo unavyokinao kidai pesa yangu? Nakwambia tu mimi lazima kutakuwa kuna jambo, si bure. Haiwezekani yule mpangaji aliyeondoka alikuwa kila mwezi alipa. Lakini huyu mwezi wa 3 sasa pesa yangu sioni. Kumbe waja huku kinokifanya umaluni Waja huku kinokifanya umaluni. Sasa sikiliza nikwambie. Wanangu hilo moneni chawa mechina. Wewe nani wewe? Bwana heshima bwana. Bwana mimi tumbo sielewi. Njaa inaniuma, inanikata kweli kweli. Hapa cha msingi cha kufanya tuende kwa dada tukapata ni sosi. Mambo yaende swafi kabisa. Ana njaa sana. Sawa. Ngani angalia njia kama inatoka tunakuja nisubiri. Wewe nani wewe? Wewe. Baya hiyo. Sasa hapa hakuna chochote hapa cha kufanya.
Mimi ngoja nafunga hizi shati hapa, tunatembea wote mpaka tufike nyumbani kwa dada yako. Mambo ya kijinga uniache peke yangu au kale huko, si ndio? Let's go my man. Sawa twende. Okay. Roho. Okay, twende. Mama. Kama nimetoroka milele. Chizi. Fungua. Utanijania chati langu bwana wewe. Hai nani wewe? Sawa. Tusalimie basi. Habari yako? Shikamoo kaka mkubwa. Usalimie na nyie vinyande. Nyie vinyande yani. Leo uko serious. Uko serious? Tusalimie. Tunakaa mwenyewe mimi. Za tangu siku ile kaka. Oa. Nisikilizeni. Isura mnaikumbuka? Tunakukumbuka sana. Ndiye huyu. Ndio wewe. Sana tunakukumbuka sana. Unajua? Sana. Sana. Mlifanya nini? Mlifanya nini? Wewe. Huyu ndo alisababisha. Tulikuwa tunazingua kwa sababu unajua kwa sababu ya mwanamke tu. Tamaa hizi. Kwa sababu ya mwanamke. Huyu aliniambia anampenda yule mwanamke na kaka naomba mpige huyu. Mpige huyu. Niliwaambia tutakutana na tutajuana. Unaitwa nani? Unaitwa Oa wewe. Na Tula. Hizi. Mitoto ya nani? Mitoto ya nani? Mitoto ya nyau. Mitoto ya nani? Mitoto ya Mungu. Mitoto ya nyau ya Mungu. Nani? Mtoto wa Mungu. Ya nani? Ya Mungu. Mitoto ya Mungu. Huyu hajachangia mchanga wala kipande cha tufali. Na wewe hujachangia hata kijiko cha kokoto. Kwa hiyo huyu atakahama. Sijui wanisikia wewe kunguni. Mama. Sasa hivi wewe koma wewe. Mimi naweza mtoto kama wewe kabisa. Na ningeza mtoto kama wewe. Na nikajua hasa kama atakuja kuwa kama wewe. Wallahi pale na nitoa tu kwenye uchango ungenusisha kunguni akafa. Au ungenkamua hantia chooni. Sijui wanisikia, nataka uingie ndani ukachukue kila kilicho chako changu niachie umo. Utoke utafute bahali wende. Bwana mkubwa, huyu alipe, asilipe. Humu ndani atakaondoka na akishaondoka ukija kwangu nataka pesa yangu. Pa kuipata utapajua wewe. Mke wangu. Mambo mengine ya kuvumiliana. Halafu wewe shika adabu wewe ndio usiseme tajabu takubabatiza ganja moja tu. Meno yatangulie kwa Nusimiu. Sijui nisikia sukuma wewe. Wanisikia? Kunguni. Ngia ndani ukachukua kila kitu cha kutoke. Toka! Fisadi nari hasini nsumari. Na wewe. Fisadi. Sijui utakufanya nini? Siji nkunyoe hizo rasta kwa gae. Maana ndo zikutiazo azimu. Ukija kwangu nataka pesa yangu. Na umo ndani ukichelewa kutoka bibi mkubwa nataka kufungia lango na kufuli niondoke nayo. Kunisikia Huyu akitoka ndani ukija kwangu uje na pesa yangu. La sivyo na yeye atakahama. Sijui wanisikia Watakafanya nini? Kama. Ondoka. Kazanisha sauti kufanya nini? Ondoka. Haya. Toka! Mtoto ya nani nasema? Mitoto ya nani? Mungu. Mitoto? Mitoto ya nani? Mpige huyu hata ukimuua mimi nakuwa shahidi. Tu wote unafunga. Tula bwana wewe. Tula. Sawa. Wewe umetokea huko gani? Mdogo. 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 Unakupiga kelele wala mae. Sawa. Umesikia? Sawa. Unataka nini wewe? Sawa. Tulio mambo hamna kupiga kelele. Kama unataka simu anaye huyu. Tuna simu moja tunatumia watu wawili. Tulia bwana. Na tunakuvumilia. Sawa, chukua simu. Wewe mwanaume au mwanaume gio? Mimi kiume mwanaume gio. Sisi hapa na simu. Chukua. Wewe anataka kuongea na dada. Apige simu. Mpigie. Mkiniona, unione kama wewe. Kama wewe. Basi. Kaka jambazi. Oi, kaka jambazi. Oi. Kuna line humo? Hatuna namba Anida. Tumeka la vocha. Anaona mawazo ya kipumbavu. Kwa hiyo nani nikakushauri tufunge kiasi hiki? Wewe unataka kunikimbia kwenye masuala ya kula? Unaona mimi sina maana, si ndio? Nazungumza na wewe. Mimi naona unanipigia kelele tu. Sijui hata unachokizungumzia. Hujui
Nataka kujua Agi ni nani yako? Naongea na wewe. Sasa kama umemjua Agi, unashindwaje kujua Agi ni nani yangu? Sawa. Kwa hiyo siku ambao hujalala hapo nyumbani ulikuwa kwa Agi, unataka kuniambia hivyo? Sina cha kukujibu. Labda uniambie wewe, nani kakwambia kuhusu wewe? Wamekuja Fabi na Mchina muda so mrefu hapa, wamenipa taarifa zako zote kuhusu huyo jirani yako. Nisikilize wewe mwanamke. Hata mimi nashuhudia machafu yako mengi tu na sisemi kitu. Mfano leo nimeshuhudia ukipigiwa simu na nimeipokea mimi. Wewe unaweza kuniambia aliyekupigia pale ni nani? Mnasemaje? Mnataka kula? Mnataka kula. Mtungi wangu kwa? Kumbe tumeagizwa gesi. Nimesahau kabisa. Ndio maana mimi muda wote nakuuliza, nini tumeagizwa, mbona kichwa changu hakiko sawa, hopeless kabisa. Kumbe gesi. Unajua nyinyi wawili mimi siwaelewi. Mkikutanaga vichwa vyenu kama vya sungula. Tulivyoagizana kule viko wapi? Afu kwa nini mnapenda kujizima data? Sio data, wifi. Huyu amezima wifi huyu. Hamna data, sijazima data. Kuhusu gesi ni story ndefu kidogo. Yeah, kweli. Kwa hiyo mnataka kuniambia gesi yangu mmeipeleka wapi? Unaulizwa wewe. Huyu ndo alishikwa na shenyente. Wewe na wewe nani wewe? Mbona heshima basi? Huyu kama dada huyu hapa anakusikia. Sasa shenyente lakini. Sijaambia mjadiliane hapa. Yaani kiukweli dada, kuna mtu sisi alitukuta njiani akatuibia. Ametuibia gesi, ametuibia simu, ametuibia na hela kwenye simu. Zile ulizotuma zile. Kaiba simu. Mtu wenyewe huyu hapa. Umeingia kwenye 18 zetu. Hatumwachi leo. Tunaomba leo tuna mtungi wa gesi. Leo tunakufanyia hizi hapa hizi. Sogea kwanza. Hatukuachi. Tunashirikiana sisi watu wili na dada, hauchomoki. Dada mpiga. Nyamanzeni, mimi siwaelewi mnyinyi mnachokiongea. Yule kafanya nini? Hujawahi kusikia watu wameibiwa? Mbona wanaporo watu kibao? Sisi huyu ndo katuibia na bahati nzuri amekuja. Huyu. Ndio muongee naye, mimi sielewi. Hizo habari zangu za kuniambia katuibia, mimi sitakujua. Sister, nisikilize. Mimi mtungi wa gesi sijachukua. Ila kuhusu simu hizo nimechukua ndio. Nakutana nao hapo, nimewabamiza, waliletea session kwenye Moshi. Wamenikuta huko kichochoroni huko, nafahamu katika mishe zangu na tikeli zangu. Wamenikuta wamenibamiza. Sasa nimewalipiza kisasi. Kwa hiyo nimechukua simu yake. Kuhusu mtungi wa gesi mimi sielewi. Anatukataa. Mtungi wa gesi hajachukua huyu kweli? Sasa oya dada, sikia nikwambie. Haiwezekani, yani sikia ilikuwaje? Katupiga kachukua simu. Lakini mume wangu, mimi nilikuwa naomba tusifikie huko. Usinishike. Nijibu kwanza, alikupigia simu pale na akawa anakuambia nakupenda, sijui kakumisi, sijui imekuwa kwaje, ni nani? Mimi nataka jibu, aliyekupigia simu pale ni nani? Ni wale kaka nilokuambia. Sasa unaona? Yaani wao waliokuletea habari zangu na ndio hao wamesababisha mimi nikasirike. Nisamee mume wangu. Haitajirudia tena na kuahidi. Nakuelewa mke wangu. Nakuahidi nitatulia na wewe kuanzia sasa. Lakini kuwa makini sana maneno ya watu. Yanaweza kutuweka utofauti baina mimi na wewe. Nakupenda. Nakupenda pia.
Sasa muda anachukua simu, tulikuwa bado kidogo tunakaa, yani tuna nguvu kidogo. Tukazimia. Alivyoona tunafurukuta katukandamiza, tukawa tumezimia. Tunaamka mtungi wa gesi haupo, nani kauchukua sasa? Wewe focus, mtungi wangu umepeka wapi? Nisikilize sister. Asa mimi nichukua mtungi wa gesi. Mimi nitaurudisha, simu yenu nitarudisha. Ila nyie vimbawe mbayo nyie vishanta nyie. Wewe mtungi ulichukua tena kabla tujazimia, alikuwa anatulazimisha tumpeleke kwetu akachukue na nguo. Tukakataa. Sasa mbona mnatupiana mpira siwaelewi? Mimi nielezeni kitu kimoja nielewe, unajua siwaelewi, unajua kwenye vitu vyangu sipendi masiara. Unanijua lakini. Yaani mundani utakuwa uingia uli mwezi mzima hakuna kula, unafunga kama kwa lazima. Si mnanielewa? Nyie vishanta nawaambia tena. Tutakuja kujuana. Nyie si mimi niambia mimi nimechukua mtungi wa gesi. Najua nyie namba yenu ni hii. Na nikiongeza tena na hii napata ngapi? Nauliza na nyie napata ngapi? Wewe hapa uwezi kututisha, pale tu ulitubahatisha. Nikwambie tu kweli. Sister, niache nikakuchukulie. Hivyo vitu vyako vyote usijali. Yaani mimi nawe tunaheshimiana kindaki, hakuna ile tintani, sheria, shebele, kishomshomi. Unajua? Ngoja nikakuchukulie sister. Ila nyie kazi mnayo. Wewe sisi sio wanyonge, kia umetubahatisha tu wewe. Wewe vipi wewe? Katupiga sana huyu. Tisha mfupi kama itaruku, uweze kanitisha kwa chochote. Hebu nisikilizeni nyie. Kumbe mnajuana na focus, ndio? Unjui. Sema dada tuna ngozi ngumu kama za chura. Tumekuta tumeshatubuka. Katupiga yule alikata kutupia kwenye mto fulani. I say huku. Basi tu, lakini tumeshamkalimu na sisi. Siku yoyote yule nakwambia na wizi wake wa kishamba hasusaini hajali afya zetu, kafika tu tupiga. Chomoi. Sasa nisikilize. Naomba muende mkajadiliane. Ninachokitaka hapa ni gesi irudi. Si unanielewa vizuri? Yaani sitaki kujua mmepigwa, mmebomondwa, mmefanywa nini. Ninachokitaka mimi hapa ni mtungi wangu wa gesi. Na kuhusu njaa sasa nikwambie. Humu ndani hakuna kula, masufuria yamekauka. Mpaka nione gesi yangu inarudi hapa. Pole sana ndugu yangu. Yaani hapa ndo hauji kula na kuja kula peke yangu. Umemkira dada yako. Lakini ndo anasema analeta. We, nenda na BFF wako mkajadiliane huko, ninachotaka hapa mtungi urudi. Ondoka, unafukuzwa, ondoka. Si kama nitaweza hata kutembea. Kwa hali niliona. Jibebe. Ondoka, mimi napewa ugali, wewe ondoka. Ondoka nini, wewe ndio umesababisha mwanzo na gesi. Mtadili na nyinyi. Hamna kula mkija. Bwana jauwasa mikono na nawa, bola ya danga kuliko huyu chawa. Bwana jauwasa mikono na nawa, bola ya danga kuliko huyu chawa. Ususifa na nipamba misikatai, wakina latifa wakinona na nipahai. Napata sifa mitaani najidai, sifa zimezidi sachawa baibai. Korojo nyingi, mambo kibao, mashauzi pia mengi, sifa na ninao. Mwanzano nimeagiza chipsi kafu, ameagiza na kidari. Chawa huyo, chawa. Nimeghairisha safari, kaniazima gari. Chawa huyo. Hebu zima mziki wako kwanza. Vipi bwana? Wewe nani? Niulize nyie kina nani? Sisi hautujui. Wewe zombi haujui? Hujui? Laiza utaniua. Laiza. Wewe ni nani hapa? Hujapata taarifa zetu sisi ni kina nani? Taarifa zangu mpaka nipe mimi za kazi gani? Kama kajeuri. Mbona kama jeuri hivi? Utazaa kweli? Hebu jaribu. Hujaelezewa sifa kabisa kuhusu sisi. Sisi ni watoto wa Mo na Baklesa. Tunasaidia watu wote wala hapa. Kwa hiyo labda jaribu kupata sifa zetu kwamba sisi ni kina nani ili uelezewe. Unaweza kufika kwa mwenyekiti, kwa diwani, sifa wanazo, si ndio? Huo muda mchafu kwanza sina. Hakukani kukaa kusikiliza hoja za watu. Alafu hicho ulichokuwa unatingisha ni nini? Alikuwa ameficha nini? Umeficha nini? Ongea ukweli. Tutakusaidia sisi. Tunaweza kukushtaki kwa mwenyekiti unaficha vitu. Nini ilikuwa? Gani nilikuwa na mwenye mpaka mnisaidie mimi? Najitatua Batista. Tuambie wewe, mbona mgeni hapa hatukujui, umeingia kwenye majumba ya watu, wewe nani? Mimi tunakaa hapa pangaji mpya. Jirani. Kumbe jirani. Wewe maana kabisa wewe. Na ndio maana tumeona mambo ya Mbangunjungwa.
Inaitwa Mbangunjungwa style. Mungu nisaidie kunyamaza kwa hawa watu. Sawa. Kwa hiyo vipi, unajiweka wewe au nijiweke mimi hapa? Jiweke tu wewe. Nijiweke. Au tuhesabu namba? Hamna. Wewe jinga siwezi kufanya tena. Atuhesabu. Ndio atuhesabu. Sawa. Sisi tumekukaribisha. Karibu sana, sisi ndio wenye nyumba. Sisi ndio wenye nyumba. Kwanza umeshaelezwa na mkataba umeshapewa? Mkataba wa nini? Upewe masharti ya nyumba. Hizi nyumba zimejengwa. Sisi tumetafuta hela muda mrefu kwa kujenga hizi nyumba. Kwa hiyo ndio nyumba ikijengwa mkataba kwa ajili ya kupanga tu chumba kimoja. Yaani chumba kimoja mkataba. Ninyi mnawazimu. Mbona hapa kama kazi ipo hapa? Korofi. Haya, jirani. Ila jirani. Ukivisha basi tutuambia sisi tupo chumba hiki hapa. Nileta shilingi ngapi labda? Naam. Nyoja hujasikia. Ila jirani. Kakorofi. Sawa. Una miaka mingapi? Haikuhusu, fuata yako. Embo achana na mimi. Niwe vipi kwanza, mmetokea wapi? Napata sifa mitaani najidai, sifa zimezidi sajawa bye. Korojo nyingi, mambo kibao, mashauzi pia mengi, sifa na ninao. Mwanzano nimeagiza chips kafu, ameagiza na kidari. Chawa huyo, chawa nimegairisha safari. Kwanza tunashukuru kukuona hapa. Tunakushukuru sana. Habari ya saizi? Salama, kwema vijana? Umevaa jezi ya Yanga leo? Ila baba mwenye nyumba. Jana umeoa. Hivi jezi ya mwaka gani? Shamba wa zamani. Shamba wa zamani. Jezi na nani na suruali ya nani ya kitambaa. Alafu na laba nyeupe. Ila mikoa mingine. Ila wasukuma. Haya, nawasikiliza. Sasa bwana, sisi tuna malalamiko yetu. Na kama tusingekuona hapa sisi tungeenda hata ubalozini. Tungeenda kwenye haki za binadamu. Tungeenda kwenye haki za wanawake na watoto. Unatuzalilisha baba mwenye nyumba. Sisi tunazalilika, mimi na ndugu yangu hapa tunanyanyasika kijinsia. Kwa nini? Sisi tumekuja kupanga kwako, sawa? Tumepanga pale ili mbadi tupate vitu, tutoe stress. Kuna vitu vipungua kwenye akili yetu. Tumekaa hapa tunasema hapa tumekaa na baba mwenye nyumba mzuri kabisa. Mwanzo umetokea mpangaji mzuri kabisa, umemuondoa, umemtimua kwa mambo ambayo yasiyoeleweka. Haya umetuletea nani? Nani umetuletea sasa yule? Oya. Hebu nyosheni maelezo. Ona kama mnapinda hivi. Hebu nyosheni kama wanaume kabisa. Maelezo gani ambayo hujaelewa hapa? Sisi bwana tulikuwa tunataka mpangaji yule wa mwanzo yuko hivi, mtoto mashallah hivi. Sasa umetuleta mpangaji gani yuko hivi? Hana mambo ya Mbangunjungwa. Halafu yule hana maadili hata ya Kitanzania. Kwanza ni Mtanzania yule, mtu mfupi hivi kama mitayaruku. Mfupi kama kisoswadu. Ana mambo mengi kibao. Sasa bwana, sisi tukwambie tu kitu kimoja. Sisi pale tumekaa kwa lengo letu. Kila sehemu unapomwona mtu yupo kwa maslahi. Bwana, kama unaona yule mpangaji anakufaa zaidi, sisi tunahama. Na kama utaki kuturudishia yule, sisi vile vile tunahama. Sisi mtoe yule, mlete yule wa hivi. Alikuwa anafanya anasugua hivi, tunataka yule. Sio kale wewe. Sisi tunataka bwana mpangaji wa maana. La sivyo tunahama pale. Au la sivyo wewe tunakufunga. Kushtaki, si ndio? Na hili kama hujalifanyia kazi tunakushtaki kama kwa mwenyekiti ama polisi. Oa. Yule mpangaji mjua analipa hela, yani analipa kodi kuliko nyie mjua. Yani yuko vizuri kwenye kulipa kodi kuliko yule wa mwanzo. Halafu mnaponiletea malalamiko mimi, haingia akilini. Malalamiko mpelekeeni mama mwenye nyumba ambaye ni mama yenu kule. Ndio atawasikiliza kuhusu hilo. Halafu yule mpangaji mimi sitamleta. Mnanionea kuniletea malalamiko mimi. Halafu kingine, mko kinyume cha sheria jamani. Mnapangaje wanaume wawili chumba kimoja? Hamuoni kwamba mko kinyume cha sheria? Sasa wewe unatupangishaje wakati unajua tuko kinyume cha sheria? Na wewe uko kinyume cha sheria unatupangishaje? Sisi tuna haki, sisi ni wamoja ndio. Sisi ni wamoja. Mimi nimewasitiri tu kama wanaume wenzangu. Sisi tumekustiri pale ili mradi tukulipe kodi. Ila sheria ikija lazima mhojiwe. Mimi nikihojiwa
najibanza kwa mama mwenye nyumba kwamba mwenye nyumba huyu hapa tadili na serikali, sio mimi. Ila mnatakiwa sasa mlielewe hilo, msiwe mnajaji sana wapangaji wakiletwa. Alafu unajua hela sisi tunaitafuta vipi mpaka tunalipa kwa pamoja? Hela tunatafuta kwa pamoja, na maana tunaishi kwa pamoja. Sisi ni watoto wa Mo na mtoto wa Balesa, sisi wote tumeungana hapa, tunaishi sehemu moja. Alafu sisi bwana tunakushtaki ukatoe kale kabinti kale. Tunataka mtoto mashallah. Na usione kwamba tumepanga kwako labda tuna shida sana. Sisi tunakaa tu pale kwa sababu tunawakimbia familia yetu. Sawa, huyu alitakiwa amiliki nani? Kuna kiwanda kile cha nani? Cha Mo Extra. Alitakiwa amiliki huyu. Mimi nitakiwa nimiliki zile boti zile pale za Babangu Bakarasi. Nikakataa. Tunajitafuta wenyewe sisi. Hatutaki mali za kulisilisi, sijui nini tunagombania mambo ya hatutaki. Ndio malazi. Alafu ile nyumba sisi tunakusaidia tu ili mradi upate chakula, sio kama ni nyumba ya kukaa sana ile. Sisi ndio tuna mijengo. Sasa hilo jambo lifuatilie. Usipolifuatilia tunajua sisi tunafanya. What do you running about something like that here? Kama mmeshindwa kuishi kwenye ile nyumba, bora mhame. Mkatafute kwenye. Wewe usitudishie kile kiberiti kile. Nyumba na wewe unaweza kusema una nyumba. Unazurua mtaani unatangaza na nyumba kile. Ile nyumba hata kufugia kuku haifai, sema basi tu tunakaa tu pale tunakustiri. Yaani akiambiwa watu wenye nyumba nani anatoka huyo? Sasa kwa nini stoke? Mimi na nyumba? Nyumba kama mtungi wa gesi. Hebu tuondoke sasa. Kama sio nyumba kwa nini mmeingia Mo? Acheni uuni. Karibu. Asante. Shida yako nini? Samahani. Agi nimemkuta? Agi? Ndo nani? Utakuwa wewe ni mgeni hapa? Ndio, mimi ni mgeni, ndo kwanza nimehamia. Ninayemuulizia alikuwa anakaa hapa. Huenda ameondoka kabla yako. Asante. Sasa umetoka kwenda wapi? Kwanza wewe unayemuulizia ni nani yako? Na una shida naye gani? Hata nikikwambia huwezi kunisaidia chochote. Kwa hiyo ukiniangalia mimi siwezi kukusaidia. Kwa mfano, msaada gani unaweza kunipa? Eti nakusaidiaje? Wewe sema una shilingi ngapi afu utajua nakusaidia kitu gani. Hiyo shilingi ngapi unaweza kuniuzia nini? Nitakuuzia chochote kulingana na pesa yako. Sioni cha kununua. Kwa hiyo sinunui chochote. Na mimi sijai kukopesha. Asante. Wewe. Subiri. Kinachokuaisha nini? Sioni cha kusubiri hapa. Namba yako ya simu. Namba ya simu tu. Mume wangu, unajua mimi kuna kitu chaniumiza sana akili. Tena chaniumiza kweli kweli. Na kila nikikaa nikitafakari sikipati majibu sahihi. Kwa sababu hivi unavyoniona mwenzio unahangaika. Leo unafanya biashara hii, kesho unafanya biashara hii, napambana huku na kule. Yote nafanya kwa sababu ya lengo moja tu. Kwamba siku Mwenyezi Mungu akiamua kuchukua amana basi niwe na msimamizi sahihi wa hizi mali zangu. Maana nakuona kabisa wewe sie akili bado hazijasimama.
Maana kama akili hizo zinsimama barabara, ungezitumia vizuri sana hizi mali. Lakini mali zangu upo kwenye kuzihangaisha, kuzitumia utakavyo wewe, na hazikuumizi hata kidogo. Nguvu zangu hasa wewe hazikuumizi. Sijui kwa sababu gani. Maana nakulisha, nakuvisha, na kufanyia kila aina ya jambo utakalo. Lakini bado hujui hasa kama mimi nikihangaika naumia. Wewe kuhonga ndio kwako, kuacha watu wakae nyumba bure ndio kwako. Basi nihurumia na mie. Nihurumia angalau kwa kunipa mtoto. Hebu niangalie mpaka umri huu ushofikia. Mimi sina mtoto tawa kusingiziwa. Sisemi haya kwamba nakusimanga au nakusema kwa sababu tatizo lako. Lakini na mimi nina haki na wajibu wa kupata mtoto. Kwa sababu nyewe wanaume tusipozaa kwenye ndoa zetu. Mwacharukwa hasa. Na hiyo yawa sababu yenyewe kuongeza mke siku baada ya siku. Hamuangalii kama tatizo mnalo nyie au wanalo mtu mwingine. Sasa hebu nataka uniambie hasa, ili mimi humu kwenye tumbo langu mtaka mtoto. Mke wangu, pamoja na haya yote yanayojitokeza, hii ni mipango ya Mungu. Hatuwezi tukasingizia kitu chochote kile. Pamoja na kwamba tumeenda tumefanya check up kule, tumepima, japokuwa madokta wamesema kwamba sina kizazi, ila sio kweli. Madokta sometime huwaga ni waongo. Ninachokuomba mke wangu, tumombe Mwenyezi Mungu azidi kutuongezea baraka. Ipo siku mtafanikisha tu kuweka mtoto. Lini? Hebu niambia hasa atatusaidia lini? Unajua nishachoka. Nishachoka wenzangu wote tuliolewa pamoja. Asiye ana kidogo ana wanne. Ni hata mmoja. Hata mmoja sina. Maana imani yangu yenituma kwamba mimi nikiolewa ni mtu wa kabila tofauti na langu mie, itakuwa rahisi sana kupata mtoto. Lakini wapi? Zaidi ya kutumia mali zangu vibaya. Natamani hiyo siku usemayo kwamba ipo siku itatokea iwe sasa hivi. Maana ngoja yaumiza matumbo na umri hausimami na mie. Bora nyie wanaume. Nyie hata mkifikisha miaka 80. Mradi wa una nguvu tu ya kufanya lile tendo basi uwezo wa kumzalisha mwanamke unao. Lakini sio wanawake kuna umri tukifikia tu na habari yetu ndio yamalizia hapo. Wewe atakayezimalizia kubaya zisimamie nani? Au lengo kwamba hizi mali ni nife alafu zisimamie wewe? Kwamba mimi kutafuta kwangu kote na kutafutia wewe? Mume wangu, nishachoka. Ninachotaka sasa hivi ni mtoto. Sawa kabisa unayoyasema. Kuwa mvumilivu mke wangu. Haya yote yatakuisha. Mungu yupo pamoja na sisi. Sawa. Wewe binti. Yaani sisi tumekuita na chat hapa. Una chat nini? Ndio kamfanyaje nilipo? Inatakiwa tusikilize, sisi tumekuita hapa tuna kikao. Sisi hata tukiendesha vikao bungeni tunasikilizagwa. Wanakaa kabisa wabunge wanaweka majalada chini, wanaenda kutusikiliza sisi. Sehemu zote sisi tunafahamika. Wewe hapa tunakuita unaanza na chat. Kwani hamna wakubwa? Ndio kaka, labda ndio mimi niko peke yangu. Utajuaje? Hebu naomba mnisikilize kwanza. Sawa? Mimi ndo nimewaita kwenye hichi kikao. Sawa?
Mimi ndo African Princess. Yaani Waswahili wanasema mimi ndo mwenyekiti wa hichi kikao. Naomba mnisikilize vizuri sana. Wewe binti? Tumekuita hapa kwa maslahi yako na maslahi yetu sisi wote. Tunataka tutengeneze maisha. Sawa? Ndugu yangu, tunatengeneza maisha. Kwa hiyo ukae utulie usikilize maisha ambayo nakutengenezea mimi ndugu yako. Katika imani sahihi kabisa. Sikia wewe binti, tunajua kabisa umekuja hapa hauna maisha yote, maisha ya kwenu magumu. Hata hii kodi uliolipia hapa, uhakika utakuwa ameuza mazao kwa amekimbia na hela amekuja kupanga hapa. Sasa inabidi uishi vizuri. Kuanzia kwenye kodi, kuanzia kwenye kula. Utusikize sisi makontawa. Sisi ndo madynamo. Sawa? Sisi ndo sisi ndo wenye fitna. Mimi naitwa Babu Tande, huyu anaitwa Salamu SK. Tunajua vizuri kuitengeneza fitna ya maisha. Ndio maana tupo hapa. Sasa wewe unatakiwa umtongoze baba mwenye nyumba. Unasemaje? Hivi nyie mna akili kweli nyie? Naongea na nyie wawili mnakuta kazi. Kwa nimeona yani kunishauri vitu vingine mmeshindwa, mmekuja kunishauri wa ujinga. Mimi nikamtongoza baba mwenye nyumba. Wewe, hivi si unatuchukulia poa sasa tuna akili? Wewe mimi nitakukata makofi sasa hivi. Hivi si tunaongea swala la maana mambo ya maisha au unatuchukulia poa sisi? Tunakuelekeza jinsi ya kuishi vizuri, wewe unakula hata kuku, unalala bila kodi ulipi, unatuchukulia poa. Mimi nitamkata makofi. Fahamu mnuse kwanza, hajalewa wewe. Jaribu afu uone. Wewe nani? Hebu nisikilizeni. Sawa? Mimi ndo nimeitisha kwenye kikao. Kwa hiyo kama mtaka kulumbana mimi nitaondoka basi. Sawa? Kuna kikao cha bunge kinanisubiri huko Dodoma. Nimetumiwa nauli sasa hivi niende. Nifanya gani ni wa bunge? Hamna lolote mbele, muende nyuma amrudi. Nisikilize. Lengo la kukuambia hivi sisi hatukutakiwe mabaya. Tunatakiwa uishi vizuri kwenye nyumba hapa, utulie kabisa, uwe ulipi kodi, unakula bure, unalala bure. Sikiliza, sisi tuna mpango mwingine. Wewe ukimtongoza baba mwenye nyumba, mimi na huyu jamaa tunashikia tunamtongoza mama mwenye nyumba. Inakuwa nyumba ya kwetu. Sawa? Yaani nikiwa nyumba ya kwetu hii sisi tunamiliki wote wawili. Kuliko bishana hivi, maisha magumu haya. Hapa hata kitokea mchina sasa hivi akisema bwana wewe, mimi nataka wewe nikulipie kodi ya miezi 6, unafurahi, unamshukuru, unaweza kusali sala 5. Na tunahamia unakuwa na lala huko. Sasa mtu tunamwelekeza kweli kwa wema tu. Kwani sisi tusingechukua ndugu zetu kawaelekeza maisha, tunakuelekeza wewe lengo tufanikiwe wote. Mtu anakuja anakasirika na tuombe tu Mwenyezi Mungu ikao kiisha salama. Vinginevyo kaka, mimi naenda kufungwa jela kwa kosa la kumwelekeza mtu maisha. Ukafunga labda ukajifungue. Unaona? Naelewa. Mvoko mnakuja kwenye point mnashindwa kwenda, mnakuja kiugomvi. Yaani mtakavyokuja na mimi ndo nitakavyowapokea. Si unaelewa? Kumbe ni yenu tuamiliki wale ili nyumba ya kwetu. Si ndio tuishi bure. Sasa ulivyokuwa na kataa nini sasa? Watu tunakuelekeza njia za maisha wanatuchukulia poa. Au kakutona sisi tumevaa. Sisi tunapenda tu kuwa hivi tu sana wengine. Sisi tuna hela. Mimi sina watoto wa Mungu. Mimi mtoto wa Mungu, mtoto wa baraka. Si ndio? Sisi watoto wa Mungu. Nisikilizeni sasa. Kikao kimeisha. Samahani. Nilikuwa naomba kidogo nijazie. Unajua kama tukishafanikiwa kuamiliki hapo, tuanze process za kufuatilia hatimiliki ya hii nyumba ili mradi kabisa tuteke ziwe zetu. Na tena ili naona hii nani tutaimalizia ili tu tunafuga kuku huko. Tutengeneze vizuri hapa. Alafu hii nguzo ya umeme naona kama haijakaa sawa. Tutaangalia namna hapa kutengenezwe vizuri. Na ipakwe rangi nyumba. Hatuwezi kuishi nyumba hivi sisi. Yaani unajifanya na haraka na hizo nywele zako kama hesabu za dhambi mbinguni. Hata katikati tujafika. You guy, you prostitute. This kikao is finished. Hebu shika. Umeona mama? Nadhani leo umejionea mwenyewe na umeshuhudia. Kila siku umekuwa mtu ambaye wa kumtetea mpweo, tunakuta kwa upande wangu mimi kama mwanao. Umekiona anachokifanya mume wangu. Hivi wewe una akili wewe kweli? Akili zako zinafanya kazi kabisa? Kuna mwanaume wa peke yako. Mwanamke unatakiwa uvumilie. Hakuna mwanaume wa peke yako. Haya, tufanye sasa umeachika. Utapata wapi mwanamume alokamilika ambaye hana kasoro? Mama, naweza kuvumilia mambo yote. Lakini sio usaliti mamangu.
na mume wangu anaonekana kama amezoea mimi kunifanyia hivi. Mbona mimi nimetulia kwenye ndoa yetu mama Iweje Adu kila siku anifanyie mimi hivi? Au na wewe uliishi na ndoa kama hii mama yangu? Ungeishi hivi kama mimi mpaka leo ungefikia hapa mama? Hapana mama. Kwani unakuwa hivyo binti yangu? Hivi unajua mimi nimevumilia mangapi kwa babako? Hebu fananisha hata kundi la mbuzi. Wako mbuzi wengi wanawake. Mabeberu ni wawili tu. Hujiulizi? Ndivyo walivyo wanaume. Hata baba yako alikuwa na tabia hizo hizo. Lakini mimi nilivumilia. Na mpaka nikakuzaa wewe ukafikia umri huo. Na wewe umeolewa. Unatakiwa uwe mvumilivu kama nilivyovumilia mimi mama yako. Unanielewa? Nakuelewa mamangu, lakini kwenye hili hapana. Sasa nakupa somo la mwisho. Usiponielewa, shauri yako. Ukiona funguo inafungua kila kufuli, ujue hiyo ni hazina. Na huyo ndo mwanaume. Na ukiona kufuli linafunguliwa na kila funguo, ujue hilo kufuli ni bovu. Halifai tena. Litupe jalalani. Halina maana. Mwanamke ni mfano wa kufuli. Na mwanaume ni mfano wa funguo. Liweke akilini. Sawa mamangu, lakini mama hili mimi siwezi, nimechoka mama. Yaani ndio anakuwa ina miaka 2, kai na miaka 10. Wewe, shauri yako. Wewe abanange, hafu uone kitakachotokea. Asa mama, mbona unaondoka? Sijamaliza mama. Unaanza au nianze mimi? Anza. Kila mtu aoneshe swaga zake. Anza sasa. Nianze? Mimba, leti mimba. Mimba naye. Mambo mama ya nyumba. Yaani wewe romantiki. Taka maneno mo. Hapo nimecheza kama pele. Sasa mama ya nyumba, sisi tumekuja tuna jambo. Sawa, mimi na ndugu yangu hapa. Tumesema hapa sisi tuje tukutongoze. Na huu unaitwa Mtongozo Jazz Band au Mtongozo Entertainment. Group for now here together. Sisi ni matwins, unatujua sisi wapangaji wako pale. Sio kama tuna shida sana, ni mambo tu ya kistarehe. Tukaona tukimbie familia zetu. Unajua mimi nilitaka kukabidhiwa zile boti pale za baba yangu Bakhresa, nikakataa. Na huyu hapa alitaka kukabidhiwa viwanda vyote vya babake Mzee Mo, akakataa. Basi sisi tukasema tuungane kwa pamoja, tuje Uswahilini tupambane na maisha, tuone kuna ugumu wa maisha, sio kula tu mali za wazazi wetu. Tukawa tunawatia hasara, lazima tupambane sisi kama sisi wanaume, wapambanaji kabisa sisi. Kile tuleta hapa sisi tunakutaka. Wote wawili, mimi na huyu. Mimi nakupenda na wewe anakupenda, si ndio? Au unapenda peke yako? Nakupenda. Sisi wote tunakupenda, tunashirikiana. Sisi tunashirikiana huwa. Sasa sijui unatuambiaje kuhusiana huu ushirikiano wetu? Anajaweza kaje tumeleta kodi, sio vibaya, si ndio? Labda kwa kuongezea hapo kwenye hizo swaga, labda kama kuna sehemu zimepungua, lakini sisi tuna umoja. Sisi tuna umoja, kwanza tuna ushirikiano, ndio maana tunaishi chumba kimoja. Chochote utakachotaka sisi tutakupa. Labda niongezee kwenye swaga ambazo labda kuna sehemu pamepungukiwa kidogo, naomba nijazie. Kwanza mume wako yuko wapi? Au basi tusijue yuko wapi, si ndio? Haya bwana, hivi kati ya wewe na mume wako nani anaendaga saloni kusuka? Maana naona yeye amesuka minyosho na achana nalo hilo. Hivi nyinyi mna akili? Sana. Yaani kwanza katika kitu ambacho sijawahi kukana kukijadili, ni akili, najua ninazo. Timamu? Na maanisha zafanya kazi barabara? Hapo kwenye utimamu sasa labda ni kichwa cha huko chini. Ndio utimamu. Unaharibu swaga gani hizo? Nataka kumuonyesha yani. Unajua kama hamna adabu? Unajua kama hamna adabu? Tunajua. Unajua Najua kabisa kama. Na unajua wazungumza na nani? Na mama mwenye nyumba ila tunamtongoza.
Mwenye nyumba. Kwa hiyo mtoka huko mtokako kwatu mpaka mufika hapa moja nifanyia mimi utovu adabu, si ndio? Utaanza kumtongoza. Wewe koma nyamaza. Utovu adabu wako bwani. Nyewe kunitongoza mie? Uwa kunifanyia mimi utovu adabu? Watu na wajua tabia zenu zote. Tabia za kinuni Firauni. Mwatoka huko moja nifanyia mimi ujinga. Sasa sikilizani. Huu utovu wenu adabu mnaoleta hapa iwe mwanzo na mwisho. Na mkitaka mjue hasa Mpemba akicharukwa akaa vipi. Mkitaka mjue hasa Mpemba akikasirika au rangi gani. Jaribuni tena kurudia ujinga mlioufanya. Pale kwangu mtahama. Mupo? Mtahama mchana kweupe kuzimu hakuna nyota. Tena mkihama mwataka hama na kodi ya miezi 6. Maana mwanilipa kodi ya miezi 6 pale halafu muondoka. Ili mpangaji atakaye kuja asilipe kodi nimpe ofa. Sijui mwanisikia Enyi cha tumbi na tumbi kuche. Kome nyenyi? Wewe. Sisi unatuchukuliaje wewe? Watu sisi kama mabwege, si ndio? Tuanze tena kubakana hapa, tunakubembeleza taratibu kabisa. Sisi tukiungana watu wawili hapa sisi wewe tunakuwa wewe unajivunia mwili wake. Sisi tukiungana watu wawili tunakuwa kama Hulk. Au labda tuungane sasa. Tukasilike sasa na sisi. Ukisema tukasilike hapa hakuna mtu wa kukaa. Kwanza hili jiji tutaliona la moto mama. Sisi wenyewe watueleweki. Au tukasilike. Tukasilike. Sisi tumekuja kistaarabu kukuelewesha ile jambo. Sawa? Kata na sura. Sura. Hii kama ya kazi kidogo hivi. Sasa ngoja nijaribu tena. Mwanzo kama nashindwa. Umeona? Labda tunawaahidi wewe utakubali. Kukaza sura mashindikano. Tumia plan B. Sikiliza sasa. Tukuambie sisi watu wawili. Sisi tutakupa mimba endapo ukitukubalia. Ndio jambo ambalo tutakupa. Na ikiwezekana mimi kama nitakubaliwa kwenye hili na kufukuza pale. Mimi ndio nakuwa baba mwenye nyumba. Na baba mwenye nyumba mwenye marasta na mfukuza na yeye. Yaani kivipi? Yaani bado hujakubaliwa unaanza kupanga mkakati itakuwaje sasa? Kumbe hatujakubaliwa. Sawa, kazi hapo kwenye mimba. Tutakupa mimba. Tutakupa. Tutakupa mimba. Wote tunashirikiana kwa pamoja. Changa kama karata. Ngoja. Hatukupi nafasi ya kujitetea. Hii ni mahakama ya kwetu sisi. Sawa? Hatukupi nafasi ya kufanyaje? Ya kujitetea. Tunakuacha na maswali, utatutafuta mwenyewe. Utatupigia simu, namba zetu unazo. Utawaza hizi swaga zetu sasa. Kifungo cha mimba miaka ngapi huko limuhukumu nani ya Bakundi azikiwe. Kwa hiyo utaangalia utaratibu wewe mwenyewe. Na ukiona tumerudi hapa, mama hatutakuembeleza. Tunakubaka. Ni kibako tu. Yaani hapo ndo tutadili na hicho. Kibako judgment. Okay? Let's go. Afande. Let's go. Hai, tunaenda. Hala. Dada, usione umepanga kwangu na ukaniona mimi kwamba kila kitu pale ni cha kwangu. Hapana. Umeniona hili duka na ile nyumba mliopanga, zote ni mali za mke wangu. Kwa hiyo mimi sina mamlaka na hizo mali. Usinitake ukaona kwamba nitakupa chochote kile kati ya hizi mali. Hilo sahau. Wala usiseme kwamba utanipenda kwa kutokana na mali zangu hizi alafu ni chuni. Hilo halipo. Mimi sijakupendeza mali zako wala za mali za mke wako. Kwa hiyo kumbe mimi ninachokitaka ni wewe tu nakupenda. Kwa kipi hasa kilichosababisha ukavutiwa na mimi? Sikiliza Mangumba. Nishakutana na wanaume wa design nyingi tu. Ila mimi nakupenda wewe peke yako. Wewe mtoto wewe. Unaweza ukasema kwamba umevutiwa na mimi, kumbe unawinda mali za mke wangu.
Alafu mimi ukaniweka katika wakati mgumu, ukaharibu maisha yangu. Mimi mwenyewe kibenteni tu pale, bendera fata upepo. Yaani nyie watoto wa 2000 nyie mnajifanya mna deka, alafu watu mnawatia katika majaribu, wanaharibu kila kitu chao. Niache niendelee na maisha yangu. Kwa hiyo unitaki? Sikutaki. Nitaendelea kukuimbia kama mbwa taifa. Nakupenda. Na ukileta masihara namwambia mkeo. Kumwambia mke wangu tena? Acha masihara basi mtoto. Nafikiri natania. Ninachoongea ni serious. Hapa si cheki. Fresh. Nimekubali. Swala kukupenda tu. Sawa? Nimekupenda. Kuna lingine? Hilo ndio nilikuwa nataka kulisikia. Kipi sichokielewa. Hilo nimekubali kweli. Okay, sawa basi. Nipe soda. Sawa. Kwa uzuri ulionao, naweza nikakupa vitu vyote kabisa vya mke wangu. Ila jichunge uache utoto basi. Sio leo tu na kesho nasikia mtaani, mimi baba mwenye nyumba na mmiliki kinoma, yani hafurukuti kashafika. Tutazinguana ujue. Tauhama mji mwovu wewe. Kuhusu hilo tusijaje. Situmwambia yote yule. Tabaki kwa asili ya katangu mimi na wewe sawa. Sasa anaambia nchamba. Nakwambia sio kwamba la kuchamba. Lao, vipi rafiki yangu? Mbona kama uko sawa? Ni kweli Mwamvita, sipo sawa rafiki yangu. Shida nini? Ni Adu Mwamvita, ananichanganya sana akili yangu. Kila siku yeye amekuwa ni mtu wa matukio katika maisha yangu. Yaani hata simuelewi. Na hivi unavyoniona Mwamvita hapa, nimetoka kwa mama kumuelekeza matatizo yote katika ndoa yetu. Na sababu ni mume wangu Adu. Leo nimefumania kila kitu kwenye simu yake kuhusu wanawake zake. Yaani wanachati, wanapigiana simu, wanazungumza meseji za kimapenzi tu. Simuelewi kwa kweli Adu. Hapa nilipo nimechanganyikiwa Mwamvita. Na nikijaribu kumwambia mume wangu, yaani anakuwa mpole mpaka naamua kumsamehe. Yaani anatia huruma Mwamvita. Pole sana. Asa rafiki yangu, huyo mwanamke umejaribu kumchunguza, umemfahamu ni nani? Hapana, simjui. Lifanyia utafiti ile swala. Ukishalifanyia utafiti utakuja uniambie. Mimi na yeye tutongozana mpaka kwa huyo mwanamke. Alafu sasa tutakachoenda kumfanya huyo mwanamke, yaani atajuta kufanya ambacho amekifanya kwako. Si unanielewa? Sawa, nimekuelewa rafiki yangu. Lakini kuna siku Fabi na Mchina waliniambia kitu kuhusu mume wangu. Sasa ngoja nilifanyie utafiti hili swala, halafu nitakutafuta Mwamvita. Sawa. Asante. Imekuwaje huko? Kwanza amekubali? Azingue. Niangalie vizuri kwanza juu mpaka chini. Mtoto. Nimemlainisha. Kwanza kabisa naanza naye. Mimi sinaogopa. Si mwenye kibenteni nikamwambia baba tulia. Ukikataa. Nikamwambia tulia. Kwanza nikamtuliza. Afu ngambia ukikataa nakusalandia kwa mkewe. Hapo alikubalia tu. Kipi sichoelewa wewe? Tele bia no complaint. Hapo hizi hapa. Nikashika mtoto pale sio nini. Basi mimi nimekubali. Sina nini? Nimekula. Unajua nimekula pale dukani. Yaani mnavyoniona hapa. Yaani nimekula mpaka nimeseza na vingine nimevibebelea kwenye mfuko ninavyoambia hivyo. Sasa sijui nyinyi na mama mwenye nyumba yenu mnavyohangaika naye.
Wewe anatuchukuliaje huyo? Hebu mpe mchapo kusoma mwenye nyumba. Sisi bwana kiukweli tumeenda tukamkuta. Mungu si Asumani akakajalia tumemkuta yule mama, tumempangilia swaga zetu kwa pamoja. Tulikuwa na ushirikiano, tumemwambia tunampenda. Tumempanga akawa anafikiria vitu pale na tukamwambia kaa tufikirie vizuri. Kwa sababu sisi kidogo tulimjitamba mambo mengi. So unajua lazima unapokuwa na swaga lazima tupie nyingi, si ndio hivyo? Na yule hawezi kutoboa. Yaani kwa tu sisi hawezi kutoboa yule swaga tulizompa za ukweli. Na hawezi kuchomoa yule ninavyomuona mimi. Sasa kati yenu nani kamtongoza mwenye nyumba? Oi. Tulimtongoza wote. Wote sawa? Wote tumemtongoza. Wewe mchina wewe ndio itabidi ukubali. Hapana, mimi bwana sura mbaya. Mimi sura yangu inatatanisha. Bora kubaliwe ni handsome. Mimi kidogo sura yangu mtu akiniangalia anachukua muda mrefu kunitafakari. Sura yangu ina ukakasi kidogo. Bora huyu handsome. Wewe kubaliwa tu. Inatatanisha nini? Mimi ukiniangalia kwa haraka natia huruma kama mtoto yatima. Sasa mtu kumkubalia mtoto yatima naona atajiongezea majukumu kama natia. Usifanye chokono unachokono ameno kama umekula nyama wiki nzima. Na amenoa kavuka kafuri na madumu. Wewe usikubaliwe na kitu gani wewe? Wewe hapa kama hamtaki semeni nijitoe kwenye mpango wenu. Okay, family life. Hata nikubalie mimi fresh tu kikubwa mpango tiki, si ndio? Paka kesho kazi imekamilika. Maana niangalie mwenzenu. Basi tupe tu nani? Vyaumwa viwauzi. Haya. Sasa plan tuwepanga wote afa na vyaumwa vituhusu tena. Mbona kama hatugeuka sasa? Vya kwenu singeenda kunyenyaneka nyie kule. Mimi sasa hivi inakuaje sasa? Sasa hiyo tawekwa. Kaenda. Kale sijui kama hakajawekwa kale. Hivi mtu atatoa vitu vyake bure bure? Ampe vitu vyake kwa mwache hivi. Kweli. Yule baba anaonekana yule anankela kwanza yule. Inawezekana kamshamweka. Amehujumu uchumi. Si kweli. Serikali itamkamata yule Mama Samia atamshika. Eti. Umeleta watu ndio tukapiga hela tu tumzushie kesi anauza tabange. Na zile lasi zake wazani ataachwa. Nani tutamsikiliza yule? Lazima aende. Leo nimebahatika kushika simu yako. Lakini nimekutana na vitu vya kunifurahisha sana. Chukua simu yako. Sasa nataka unijibu maswali yangu. Ni kwa nini huridhiki wewe? Au kitu gani ambacho sikufanyii mimi kwa wanawake wa nje unakipata? Kwanza asante kwa kushika simu yangu leo. Ila nikushauri. Siku ya pili utakaposhika simu yangu, hakikisha uwe umejiandaa na maamuzi ya kitu utakachokikuta huko bila kuhitaji msaada. Cha pili, hili swali ulioniuliza hapa ulipaswa kuniuliza kabla ya leo. Huenda ningekuwa nimeshakupa majibu na ningekuwa nimetulia. Naomba nikujibu. Mke wangu, wewe unanitengea mwili wako kama unavyonitengea chakula. Nafikiri nikikuita gogo nitakuwa sijakosea. Sasa mimi huwa sihitaji kelele zako tu. Kuna vitu vingine huwa navihitaji. Kwako sivipati, ndio maana navifuata nje. Vipi hiyo, umekaa sawa? Adu, unanitusi. Bado unanitukana kwa ajili ya wanawake zako wa nje, si ndio? Hiyo sasa ndo shida yako. Shida yako nikikwambia ukweli unaona na kutukana. Sasa kuliko kuendelea kukutukana, bora uniache niendelee kupata ninachokihitaji huko nje ambako kwako na kikosa. Sawa? Asante Adu. Ila kuanzia sasa na kuahidi nitafuatilia nyendo zako. Tena uambie hao wanawake zako. Yeyote ambaye nitakukuta naye, basi nitakufa naye.
kufa naye. Hivi nafagia nafanyaje mimi? Ila mimi ati Selemani wewe, Selemani wewe. Selemani wavuta mabangi. Selemani unakunywa shisha. Selemani wewe, Selemani wewe. Hapa sasa nafagia unafanyaje mimi? Mbona kama sijielewi. Selemani wewe. Mama mwenye nyumba. Karibu mama. Mtina. Karibu njoo. Mimba mama, ni mimba mambo. Kufagia tuna. Mama yenu umeniletea chakula mama. Wewe mbona una kifukunkunye? Sijakuletea wewe. Naletea Fabi. Hii inakuaje? Si tulikutongoza wote sasa, inakuaje unamletea mmoja? Mambo ya Mbangunju ngwaya. Sikiliza. Kwenye leo mbilenu aliyepita ni huyu. Wewe utabakia kuwa kama shemegi. Hapana. Iko chakula usile. Hapana. Usile. Iko chakula usile. Mama nyumba kakuwekea limbwata.